Habari za kimataifa zinasomwa kwako na mimi Chris Moshi. Tuanzie huko Uturuki. Mpinzani wa Erdogan Imamoglu achaguliwa kugombea urais. Baada ya kukamatwa kwa meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu, ambaye ni mpinzani wa kisiasa wa Rais Erdogan, jiji kuu la Uturuki limekumbwa na maandamano makubwa wiki hii. Meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu ameteuliwa rasmi kuwa mgombea wa urais wa chama kikuu cha upinzani nchini Uturuki CHP jana Jumapili, licha ya kukamatwa na kuwekwa mahabusu mapema wiki hiyo, akishtakiwa kwa tuhuma za rushwa na ugaidi ambazo amezikanusha vikali. Imamoglu alipata kura nyingi kutoka kwa wanachama milioni 1.6 wa chama chake, huku pia akipata zaidi ya kura milioni 13 za ishara kutoka kwa raia wengine wa Uturuki, jambo lililoonyesha umaarufu wake mkubwa kama mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Kukamatwa kwake kumezua maandamano makubwa ya nchi nzima kwa siku 5 mfululizo, ambapo mamia ya maelfu ya watu wamejitokeza kupinga hatua hiyo na kudai aachiliwe, huku wakikosoa serikali ya Erdogan kwa kutumia kesi hiyo kisiasa ili kumzuia mpinzani mwenye nguvu. Hata hivyo, uwezekano wa kugombea kwake urais bado haujulikani, kwani uteuzi wake rasmi utahitaji kuidhinishwa na tume ya uchaguzi nchini humo, ambayo kwa sasa inaaminika kuiunga mkono serikali. Na huko nchini Msumbiji, rais wa Msumbiji akutana na kiongozi mkuu wa upinzani. Ofisi ya rais wa Msumbiji imesema kuwa Rais Daniel Chapo amekutana na kiongozi mkuu wa upinzani Venancio Mondlane katika juhudi za kupunguza hali ya wasiwasi. Ofisi ya rais wa Msumbiji imesema kuwa Rais Daniel Chapo amekutana na kiongozi mkuu wa upinzani Venancio Mondlane katika juhudi za kupunguza hali ya wasiwasi baada ya miezi kadhaa ya mapigano makali kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Msumbiji ilifanya uchaguzi wake Oktoba mwaka uliopita, na ambao waangalizi walisema uligubikwa na dosari na kupelekea maandamano yaliyogharimu maisha ya watu 360 kwa mujibu wa kikundi cha kiraia nchini humo. Taarifa ya ikulu ya rais imesema Chapo na Mondlane wamekutana katika mji mkuu wa Maputo kujadili masuluhisho ya changamoto zinazoikabili nchi hiyo. Chapo aliingia madarakani mwezi Januari na mapema mwezi huu alitia saini mkataba wa baada ya uchaguzi na vyama vingine 9 kikiwemo chama cha zamani cha Mondlane cha Podemos. Na kwa kuhitimishia, huko nchini Kenya, watu 6 wameuawa katika eneo la mpaka wa Kenya na Somalia. Watu 6 wameuawa katika shambulizi linalodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye kituo cha polisi kaskazini mashariki mwa Kenya. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka nchini Kenya. Wapiganaji wenye silaha walilenga kambi hiyo ya polisi katika kaunti ya Garissa karibu na mpaka wa Kenya na Somalia na kufanya mauaji hayo, ambapo watu 8 walijeruhiwa. Polisi pia iliwaua washambuliaji 2 katika majibizano hayo ya risasi. Eneo la mpakani mwa Kenya na Somalia mara nyingi hukabiliwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab walioko kwenye eneo la nchi jirani ya Somalia. Wanasiasa na wanaharakati wamelaani tukio hilo, lakini pia wamekosoa ukandamizaji wa vikosi vya usalama kwa raia katika eneo hilo. Na hiyo ndo tamati ya habari za kimataifa kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Chris Moshi.